Na kusabahi popote ulipo mpenzi mtazamaji wa AGR News Kenya, ni wakati mwingine wa kukuletea habari kikamilifu, na haya ni yale tumekuandalia kwa vidokezo. Mwanafunzi Malindi apigwa risasi. Mwakilishi wa wodi Nakuru afariki. Nyumba 17 zateketezwa Nyamira. Bobi Wine aendelea kuzuiliwa. Hujambo na karibu. Langu ni Tabitha Msimi. Nami ni Edwin Mokaya. Mwanafunzi mmoja katika kaunti ya Malindi amepigwa risasi katika mazingira tata. Inadaiwa polisi walikuja kukagua ardhi kabla ya kutekeleza kitendo hicho cha dhulma. Mwanafunzi huyo ambaye anasoma katika shule ya msingi ya Ziwani sasa hivi anapigania maisha yake hospitalini huku akiwa na risasi mguuni. Sasa amekuja akaanza kupima plot moja hapo hivyo kando. Katika zile harakati za kupima ile plot wakafuata wakaulizwa maswali kama wanapima plot kama nani. Na wakadesha alikuwa anataka kuuza hiyo plot juu ni shamba yake. Sasa akaulizwa kuna total deed, akakataa kutoa, alikuwa yuko katika harakati za kinguvu. Ndio vijana wakaanza kumpura mawe kwa sababu wanatetea haki yao. Akasema sisi tumekubali mtalipa 50 by 50 200,000. After a week akipigiwa simu watu waanze kumake nini down payment of 20,000 deposit. Watu wakaanza kulipa. Baadaye aligeuka akasema atalipisha hizo nyumba za mawe permanent houses analipisha 1 million. And then hizo za matope ndo zinalipisha 200,000. Ndo nikauliza mbona tulipe hiyo 1 million sababu tumejenga nyumba? Anauza nyumba ama anauza ardhi? Mwakilishi wa wodi ya London Nakuru ya Magharibi afariki usiku wa kuamkia leo hospitali ya Nakuru. Mwakilishi huyo amefariki wiki mbili tu baada ya mwenzake wa Hell's Gate kufariki. Inadaiwa kuwa alikuwa anaugua maradhi ya corona. Sami Karanja Mbogwo ambaye tumpoteza. Pole tena kwa watu wa wodi yake London, na pole kwa Nakuru County Assembly Saul na county wa Nakuru kwa ujumla. Tunasema pole sana. Kweli tumepata pigo kubwa kupoteza mwenzetu ambaye alikuwa mtu ambaye anafanya kazi. Kumbuka tumepoteza watu ama waheshimiwa kama wawili mbeleni. Juzi Jumamosi iliyopita tuliweza kumbumshisha wa Hell's Gate, na tulikuwa tumebumshisha wengine wa Naivasha pia ambaye alikuwa mbeleni alipata ajali. Na huyu pia tumepoteza within a range of 8 months. Kwa hivyo mwaka huu tumepata pigo kubwa sana, na tunasema yote ni ya Mungu. Kwanza kabisa wacha niseme Sami, Mheshimiwa Sami alikuwa mtu ambaye anajitahidi kwa kazi yake. Yeye alikuwa amefanya kazi kubwa, na kumbuka wakati alikuwa ameingia katika bunge akatoa hoja ya mahali inaitwa Keto, mahali ya kuweka takataka, na tukapitisha kwa bunge na tukahakikisha kwamba kila kitu kaenda laini, na governor pia akatusaidia mpaka siku hizi hiyo area ilikuwa mbaya sana imekuwa sawa na imehifadhiwa vizuri. Kwa hivyo amefanya kazi nzuri sana. Pia mambo ya mabarabara London, siku hizi kuna lami kila mahali kwa sababu ya Sami. Wacha niseme tumepesa kiongozi ambaye alikuwa maana. Yeye pia alikuwa vice chair ya environment katika bunge, kamati ya bunge ya Nakuru County Assembly, na alikuwa anafanya kazi mzuri sana. Hofu imetanda eneo la Mkumuni, kaunti ya Nyamira baada ya nyumba 17 kuteketezwa na wanakijiji. Hii inafuatia kifo cha mwanamke aliyeuliwa na mashemeji kinyama. Inadaiwa kuwa marehemu aliiba shilingi 5,000 za mama mkwe. Ni kwamba bwanake, kulingana na vile bwanake alisema, ni kwamba walienda kwa uganga, akawaambia ni huyo pipi alichukua hizo pesa, zilikuwa 5,000 pesa ya bonus ya mama. Haya ni maajabu yale Musa ambaye alibakisha kwa hii dunia, kwa sababu mchi imechomeka yote, na hao walifanya makosa. Kama mtu ana makosa, si angepelekwa kaliwe na wazee wapata chibu alafu wamwacha akue hai? Hata wao wakipatikana wachukuliwe watu wakali. Mchi wote ni kama umeharibika, so tunaomba serikali isaidie hii familia, kama au wengine wameharibu, wenye wametekeleza huu uhalifu. Tunaomba wito kutoka kwa serikali itusaidie kama hii jamii.
Naam, kwingineko Bobi Wine nchini Uganda anaendelea kuzuiliwa na polisi. Hii ni baada ya kukamatwa hapo jana kwa mara ya pili mwezi huu. Maafisa wa polisi walisema alikamatwa baada ya kukiuka amri za kusitisha usambazaji wa virusi vikali vya corona kupitia njia za kampeni. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, tunatia kikomo habari zetu za leo. Hadi hapo kesho inshallah. Langu ni Tabitha Musimi. Nami ni Edwin Mukaya.